Karibu katika kitabu chenye simulizi ya kuvutia. Karibu katika ulimwengu wa mishonari, historia, wasomi na roho ya utume. Hujambo, karibu katika shule ya Ikizu, shule ambayo iko katika mkoa wa Mara, wilaya ya Bunda, ambayo sio tu elimu ya dini ambayo hufundisha, vile vile ni nembo ya matumaini kwa vizazi vyote. Shule hii ina zaidi ya miaka 100, ambapo hufundisha maadili ya kielimu pamoja na maadili ya mbinguni pamoja na duniani. Karibu katika shule ya Ikizu. Si kwa gari tu, bali mwaka 1910 walifika. Hodi kwa Mtemi Matutu walipiga. Mtemi aliwafungulia na kuwakaribisha. Walikuta jamii ya wacheza ngoma na wakulima wakiendelea na shughuli zao katika mwamba huu, mwamba wa Ikizu. Eneo la hekta 36 lilonunuliwa kwa senti 10 tu lilipatikana. Ridhaa ya mianzo mipya ya misheni ikaanzishwa na furaha missionari ikakamilika na neema ikafika katika kijiji cha Bukamu. Hatimaye jengo la kwanza likasimama. Huu ni mwaka wa 1912 ambapo Wanangwa walishiriki katika ujenzi wa jengo hili. Nao walilipwa kiasi cha gharama ₹5, ambapo ni sawa na shilingi 27 kwa wakati ule. Si kwa jengo hili pekee la darasa lenye umri mrefu. Hata hili pia lenye umri mrefu lilijengwa kwa mbao tupu na wazungu walikaa humu. Tazama, hapa pia palikaliwa na wazungu. Hakika nyumba hii imebaki alama kwa shule yangu na kanisa langu la Ikizu. Hivi ndivyo kanisa langu hufanya. Matroni wetu ndiye alikuja nayo kutoka Marekani. Ndiye alikuja nayo ikafika ikasimikwa hapo na mpaka leo ipo. Hiyo dining sisi ndio tumeijenga tangu msingi mpaka kumaliza. Mtemi Matutu akaja akaifungua. Dining hiyo sisi ndio tumeijenga tangia msingi mpaka kuimaliza. Nyumba ya mbao ilikuwa ya matroni wetu, alikuja nayo kutoka Marekani, Miss Wright. Yaani ilibebwa kwenye container kaje kashushwa hapo. Amekuja nayo kabisa nyumba yake kutoka Marekani. Kwa hiyo ikawa inaungwa. Ikawa inaungwa. Na matroni wetu huyu Miss Wright, Muamerika, ndiye alikuja nayo. Nashangaa kuiona mpaka sasa ipo. Eneo hili lilianzishwa mwanzoni mwa karne ya 20. Ikizu ilikuwa mwangaza wa kwanza wa elimu katika eneo hili. Watu waliimba, walisoma na tena walihubiri kwa pamoja. Na hatimaye leo hii Ikizu inamilikiwa na Adventista wa Sabato na inaendelea kulea kizazi chenye uadilifu na maarifa. Lakini Ikizu si shule ya kawaida, ni jamii ya kujali, ni jamii ya makundi yote. Wanafunzi wanajifunza na wanapata huduma za afya kwa haraka na kwa weledi. Tazama, huyu ni mwanafunzi mwenzangu, naye anahitaji wewe naye uwe mkono wa msaada, si kwa Ikizu tu, bali kwa jamii zingine. Naitwa mchungaji Jeremiah Mkacha, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Mara, mtaa wa Saragana. Tunaye binti wetu anaitwa Esther Jeremiah Mkacha. Kwa sasa iko kidato cha 2 katika shule ya sekondari Ikizu. Binti huyu alipata ajali ya kuungua moto mwaka 2016, na ajali hiyo ilisababisha kaungua tumbo lote, mapaja yake pamoja na mikono. Hali yake haikuwa nzuri sana ya kutia moyo. Tunamshukuru Mungu kupitia huduma za madaktari katika shida yake ya ajali hiyo aliendelea kupata huduma katika hospitali ya DDH Bunda na baadaye akapigwa rufaa kwenda Bugando. Hapo alikaa ndani ya miezi 5 akipata huduma
na hatimaye kuponesha kwa vidonda vyake ilipopona kulisababisha kuwa na ulemavu wa mikono. Baada ya muda kadhaa tulimrudisha tena Bugando kufanyia operation kwa ajili ya mikono yake wakati ngozi ilipokuwa inarudi. Lakini pia katika hali hiyo haikuwezekana kuwa katika hali nzuri zaidi. Tulichukua hatua nyingine pia kuchukua nafasi ya kwenda kwenye hospitali ya kitaifa, hospitali ya Muhimbili, na pia alipata huduma kwa ya kufanyia operation na kupandikizwa ngozi mkono wake wa kushoto. Kwa hiyo ameendelea katika huduma hiyo, lakini bado amekuwa na changamoto ya mikono ya kutokuwa vizuri. Amekuwa akiandika kwa shida sana kupitia kidole ka kushoto, kidole gumba na kidole kingine pale. Ninaitwa Mwalimu Borega Petro, mkuu wa shule Ikizu Sekondari. Mathalan darasani alionekana ana hamu ya kusoma, lakini uwezo wa kuandika alikuwa hawezi. Na hata akiandika alichukua muda mrefu tofauti na wanafunzi wengine namna ambavyo wanaandika. Esther ili kumaliza anahitaji labda masaa 4 mpaka 5. Hawezi, mikono inaishiwa nguvu. Na pindi mikono inapokuwa imeishiwa nguvu, Esther anaacha kuandika. Kwa hiyo mwezi wa 8 aliukosa. Lakini aliporudi shule mwezi wa 9 pia alishindwa kusoma. Ikabidi mwezi wa 10 tena arudi nyumbani kwa matibabu. Na hatimaye mwishoni arudi akafanya mtihani ambao ulimruhusu aende kidato cha pili. Lakini kidato cha pili sasa ndipo kumekuwa na changamoto kubwa, kwa sababu muda mrefu Esther yuko nyumbani kwa matibabu. Na ndipo mwaka huu mwezi wa 8 madaktari bingwa kutoka India kupitia kitengo cha Bugando walihudhuria hapo na tukampeleka mtoto akamtazama Esther. Walipomwangalia Esther kweli waliumia sana, wakasikitika kama madaktari na kama wazazi, wakatushauri kwa ajili kwamba wanaweza kumhudumia kule India. Tukafanya process hizo na tunamshukuru Mungu, baada ya kupeleka vipimo umetupatia kibali na kutuandikia barua ya kwamba wanaweza kumhudumia. Kwa mpaka sasa tunayo barua inayotuwezesha kwenda kumpeleka kwenye matibabu India, ambayo tutaiambatanisha kama wewe mdau na rafiki yetu ambaye tumekuja kwako kuomba huduma yako ya pekee ya upendo na msamaria kutusaidia. Maana gharama waliotuambia ni milioni 45 ambazo kiuwezo wetu wa kifamilia na katika utumishi wetu hatuwezi kufikia. Imefika wakati tunahitaji kupaza sauti kwa ndugu na jamaa ili mtoto huyu apatiwe huduma. Ikiwa Esther atasaidiwa, ni sharp minded, anaweza kusoma na akafanya vizuri zaidi. Kama shule tunafikiria kama tufanye nini, lakini basi niwaalike ndugu na jamaa, na natoa ushuhuda huu kwa sababu nimeishi na mtoto miaka 2, nimemshuhudia. Esther ili angalau amalize form 2 anahitaji, huenda watoto wanapofanya mitihani masaa 3, yeye apewe masaa 5 ndipo amalize mtihani, kitu ambacho hakiwezekani. Napaza sauti kama mzazi, kama kiongozi wa shule, ya kwamba tafadhali tushikamane kwa udi na uvumba kumsapoti mtoto huyu. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna kinachoshindikana. Ninaomba tuungane, mwenye kupaza sauti na kuviambia vyombo vya habari ya kwamba mtoto huyu ana shida, ninaomba tusaidiane. Naomba nilete namba ambazo mtaweza kutuunga mkono kwa kadri unavyoguswa katika moyo wako na katika upendo huo. Tunayo namba ya akaunti ya NMB, namba yake akaunti ni 30 30 150 50 21. Jina ni Jeremia Mkacha. Tunayo pia akaunti za namba ya mtandao wa Voda, namba 0766297421. Mtandao wa Airtel 0688685271. Majina Jeremia Mkacha Makurumwa. Ukiweka hapo itasoma hivyo. Napenda kuleta shukrani kiamini ya kwamba katika moyo wa upendo mtashirikia pamoja nasi kwa ajili ya maandalizi hayo. Napenda kushukuru. Bwana wabariki sana ndugu zangu na marafiki. Karibuni kwa ajili ya kutuhudumia na kutuunga mkono. Ninatumia nafasi kumshukuru Mungu kwa wema na ulinzi wake ambao amekuwa akitutendea
na ametutendea tangu shule imeanza kuwapo mpaka leo hii. Lengo letu kubwa kama Ikizu Sekondari ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanaofika katika shule hii wanapata elimu ya kumfahamu Mungu wa mbinguni, lakini pia wanapata elimu dunia. Katika kuhakikisha kwamba mambo yote haya yanafanikiwa, shule yetu tunamshukuru Mungu, tumefanikiwa kuajiri walimu wenye sifa na walimu wenye vigezo, kwa maana ya kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanafikia viwango vile ambavyo tumekusudia kwamba waweze kuvifikia. Na ili kufanikisha hili, tumeajiri mdhibiti ubora wa shule wa ndani, ambaye jukumu lake kubwa ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafundishwa kwa kuzingatia mitaala ya elimu inayotolewa na Wizara ya Elimu nchini Tanzania. Lakini pia tuna hiyo timu ya wadhibiti ubora kama ambavyo nimesema, ambayo ina karibu watu 5 ambao wanafanya kazi hiyo, kuhakikisha walimu wanafundisha kwa namna ambavyo inatakiwa, kwa kuzingatia vigezo vinavyotakiwa na wizara husika. Kwa majina naitwa Mwalimu Bernard Jacob. Nimekuwa nikifanya kazi katika hizi shule kwa muda mrefu. Nikianzia Bwasi hapa Ikizu kwa awamu ya kwanza, baadaye nikatoka nikaenda Mbeya na hatimaye nikapata transfer hivyo kuja Nyasincha katika majukumu mbalimbali. Kwa mara ya mwisho nilirudishwa hapa kwa mara ya pili. Niliporudi hapa kwa mara ya pili, ilionekana kuna upungufu au ukosefu wa mtu anayeweza kusimamia viwango vya utendaji na ubora. Kwa hiyo hayo mambo mawili ndio ambayo nimekuwa nikishughulika nayo, kusimamia viwango na ubora wa utendaji wa kila idara. Ndani ya shule hii tumekuwa na idara mbalimbali katika vitengo vinavyoshughulika na masuala ya elimu. Utoaji wa elimu kwa wanafunzi, huduma kwa watumishi na mahusiano mazuri na jamii inayotuzunguka, ikiwa ni pamoja na namna ambavyo tunaweza kuhudumu kuwavuta watu kwa Yesu Kristo ndani ya utendaji wa kitaaluma ndani ya shule. Naam, kwa sababu nilipoelekezwa kuchukua majukumu haya, kulikuwa kuna mwongozo. Ndani ya ule mwongozo kuna majukumu kama kuchakata namna ya kupata watumishi bora, hasa walimu na vitengo vingine hapa shuleni. Kwa hiyo wanapokuwa wanaomba kwa mkuu wa shule, tunapokuwa tuna nafasi za walimu kuhitajika katika vitengo mbalimbali, basi nimekuwa nikihusishwa kwa karibu kuchakata kabla hayajafika kwa mkuu wa shule kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Tumekuwa tukiangalia umri wa kazi, elimu na taaluma walizonazo. Wanaitwa kwa interview, tunawafanyia interview walimu. Ili kupata mwalimu mzuri lazima upate idadi ya walimu walioomba ambao tunatazamia kuwapata. Tunapata yule aliye bora katika wale waliokwisha kuomba. Sambamba na hilo, tumekuwa tukifanya utaratibu wa kupitia mapitio kila juma, kila mwezi na kila robo. Tunatoa taarifa kwa mkuu wa shule, na mahala fulani tumeunganishwa na idara ya udhibiti ubora ya wilaya katika elimu ndani ya eneo letu mahalia katika wilaya ya Bunda. Vinginevyo tunaangalia ubora katika huduma tunazotoa kwa walimu na watumishi wetu. Wanapata mahali pazuri pa kulala, nyumba na mazingira mengine ambayo yanawapa usalama na uhakika ya kwamba kazi wanayoifanya basi inapata thamani yenye ubora katika namna ambavyo tunashirikiana nao. Ni kweli mabadiliko yako mengi sana, kwa sababu labda tu huyu mtu yeye ndio mtu namba moja katika suala la rasilimali watu,
maanisha kwamba anahakikisha shule inapata watumishi bora. Kunapokuwa na upungufu au nafasi inapotokea kwamba mtumishi anahitajika, yeye ndio anayofanya kazi ya awali kabisa kuhakikisha kwamba tunapata watumishi bora. Kwa maana hiyo tumeendelea kupata walimu bora, watumishi wengine bora kupitia kitongo chake hicho ambacho anakisimamia. Kwa hiyo ukiona maendeleo ya Ikizu kitaaluma, kiroho na mambo mengine ni kwa kazi yake nzuri. Lakini pia tumefanikiwa kuwa na kliniki ya taaluma. Hapa tumeajiri walimu wenye sifa ya kuwachambua wanafunzi, kujua madhaifu walionayo, lakini licha ya madhaifu hayo wanapata nafasi ya kukaa nao na kuwasaidia. Ofisi hii pia hufanya kazi kubwa na kazi ngumu kuhakikisha kwamba hata wale wasioweza wanaweza. Labda niseme tu kwa wanaonisikiliza ya kwamba tumeishuhudia hii kliniki ikifanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Mathalan ni mwaka tu uliopita, wanafunzi wetu 26 ambao walipata division 4 kidato cha pili na hatimaye wakaingia kidato cha 4. Wanafunzi hawa walifanikiwa kufaulu kwa ufaulu wa juu. Walionekana hawawezi na hawajui, lakini kupitia kwa ofisi hii ya kliniki ya taaluma pamoja na ofisi ya udhibiti ubora na ofisi ya taaluma, wanafunzi hawa walisaidiwa, ambapo wanafunzi wale 22 walipata division 2 na wanafunzi wengine wa 4 walipata division 3. Kwa hiyo kliniki inafanya kazi kumchambua mwanafunzi, kujua madhaifu alionayo, mahali anapotokea, lakini mwisho wanakaa chini na kutafuta mbinu ni njia ipi itumike kumsaidia mwanafunzi huyu ili aweze kufanya vizuri. Ya, tunamshukuru Mungu. Mimi ni mwalimu na mchungaji Alfaxad Musa, kiongozi wa kliniki ya taaluma katika shule hii ya Ikizu. Kliniki ya taaluma inashughulika na mambo mengi, ikiwemo kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaokuja hapa wanafanya kwa uzuri zaidi, kuhakikisha kwamba mambo yao yanaenda vizuri. Na nipende tu kuwapa taarifa kidogo kuhusu jinsi ambavyo Bwana ametuneemesha. Hawa waliomaliza form 4 mwaka jana 2024 waliingia hapa, waliopata division 1 form 2 walikuwa ni 19, na kwa bahati nzuri wali maintain division 1 zao hizo kwa form 4, na wanafunzi 9 walidumisha division 1 division 2 waliopata division 2 form 2. Lakini pia wanafunzi 11 waliopata daraja la pili walikwenda daraja la kwanza kwa sababu ya kusaidiana kati ya walimu na wanafunzi. Wazazi tunafanya kila tunaloweza kuhakikisha kwamba walimu na wazazi tunakwenda kwa pamoja kuhakikisha tunafanya vizuri zaidi. Wanafunzi 4, jambo la kushangaza, wanafunzi 4 waliopata daraja la 4 form 2, daraja la 3 form 2 walipata daraja la kwanza form 4. Wanafunzi 19 walitoka daraja la 3 kwenda daraja la kwanza, daraja la pili, jambo ambalo tumempongeza Mungu sana kwa jinsi ambavyo ametupigania. Wanafunzi 10 walitoka daraja la 4 kwenda daraja la pili. Haleluya, ni jambo la kupendeza na la kumshukuru Mungu sana. Hata hivyo, wanafunzi 5 waliopata daraja la 4 form 2 walitoka daraja la 4 kwenda daraja la 3. Mungu asifiwe sana. Na hii ikatufanya wanafunzi 34 wakapata daraja la kwanza, wanafunzi 38 wakapata daraja la pili, na wanafunzi 5 tu walipata daraja la 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kidato cha 6 tumeshangaa sana wanafunzi 3 tu walipotoka form 4 kuingia form 5 ndio waliokuwa na division 1 peke yao, na wanafunzi 15 ndio waliokuwa na division 2 peke yao. Wanafunzi 29 walikuwa na division 3, jambo ambalo limekuwa la kufurahisha sana. Hao wanafunzi 3 Mungu aliwasaidia, walipata division 1 zao, wamekuja na 1 wakatoka na 1, jambo la kumshukuru Mungu. Wanafunzi 7 ambao walikuwa wamepata division 2 walikwenda division 1, jambo la kumshukuru Mungu sana. Wanafunzi 8
waliopata division 2 nao walienda division 2, walibakiza division 2 yao hapo hapo. Jambo la kushangaza na la kumshukuru Mungu sana, wanafunzi 16 waliopata daraja la 3 form 4 walitoka wakapata daraja la division 1 form 6. 16 kutoka division 3 kwenda division 1. Haleluya, jambo ambalo limetupendeza sana. Wanafunzi 11 waliopata division 3 walitoka division 3 wakaenda division 1, division 2. Jambo hili tumemshukuru Mungu sana. Na hivi basi wanafunzi wawili tu kati ya 29 waliokuja na division 3 ndio waliotoka hapo wakaenda wakabaki division 2, division 3 hapo hapo. Na hivi basi wanafunzi 47, tunamshukuru Mungu, wanafunzi 47 wote waliofanikiwa form 6 mwaka huu wamefanikiwa kujiunga na vyuo vikuu, jambo ambalo limekuwa la pekee sana. Ikizu ukiingia na division ya chini unatoka na division ya juu, maana kliniki ya taaluma inahusiana na walimu, inahusiana na wanafunzi na kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kwa uzuri kabisa. Huo nao ni muujiza ambao hutendwa na hizi ofisi mbili. Lakini pia shule yetu ya Ikizu imefanikiwa kuajiri walimu wenye sifa na uwezo wa kuwasaidia wanafunzi wote ambao tunawapata katika shule yetu. Hatupati wanafunzi wenye ushapu, wenye ufaulu wa hali ya juu, tunapata wanafunzi wenye ufaulu wa kawaida. Imagine hata katika darasa 7 kuna wakati tunapata form 1 walio na ufaulu wa daraja D. Lakini daraja D hata daraja C nao wanasaidiwa, hatimaye wanafaulu. Kwa kifupi niseme tu kwamba tunao walimu wa kutosha, walimu wenye sifa, kama ambavyo tutawasikia baadaye wakijieleza kutoka kwenye vitengo vyao juu ya kile ambacho wamekuwa wakikitenda. Bado tungali ndani ya viunga vya shule, na hili ni kanisa ambalo babu yangu, baba yangu na hata mimi leo tunasali ndani yake. Katika kanisa hili ni mojawapo kati ya makanisa ya mwanzo kabisa ya Adventista wa Sabato nchini Tanzania. Kanisa hili limebarikiwa na kuwa na vitu mbalimbali vya kihistoria, ikiwepo kinanda cha kale ambacho kama unavyosikia mlio wake mzuri, sauti nzuri inatoka, ambacho kilitumika na mababu zetu na mababa zetu kipindi hicho kwa ajili ya kumsifu Mungu. Sauti yake nzuri yavutia. Na niko katika kanisa hili la shule ya Ikizu ambapo lilijengwa katika karne ya 20, ambapo kuna kisima cha kale ambacho hichi kisima kilitumika kubatizia mababu zetu pale walipohubiriwa na kuongolewa. Na ni kisima cha kipekee sana na kifurahia. Ikizu pale tulikuwa tunasali, ilikuwa ni Kiswahili tu, Kiingereza kilikuwa hakipo, ilikuwa ni Kiswahili. Na wazungu wetu hao tulikuwa nao, tulikuwa na kutizi. Mimi nilipokuwa nikifunga shule, yule mzungu alinipenda, yule kutizi, yule mke wake alinipenda. Kila mabweni hayo tulikuwa middle school tulikuwa tunakaa mabwenini, la 5, la 6, la 7, la 8. Miaka 4 tumekaa hapo. Mimi tukifunga shule wazungu wananichukua nakaa kwao, na wafanyia kazi. Nikifungua shule narudi kwenye mabweni. Matroni wetu alikuwa Mwamerika, anaitwa Miss Wright. Baadaye akaja Mnegro, Miss Maxson. Ndio walikuwa matroni wetu, hao walikuwa ni wazungu. Miss Maxson alikuwa Mnegro, Miss Wright alikuwa Mwamerika. Hajui Kiswahili, hajui nini. Sasa mpaka tunakuwa na mkalimani, alikuwa hapo Mary Kashimiri Mpare. Alikuwa amesomea hapo, walimu amemaliza. Sasa alikuwa ndiye anatutafsiria kwa Miss Wright. Sasa tulikuwa tunashonewa nguo za kanisani na za shuleni. Za shuleni ni zingine na za kanisani ni zingine. Ndivyo tulivyokuwa tukisali hapo.
Hapa ndipo wanafunzi huelewa kiroho uhusiano wao na Mungu. Hujengwa hasa wakijifunza maadili ya Kikristo sambamba na taaluma ya dunia pamoja na ya kimbingu. Kwa sababu ni shule ambayo inaendeshwa kwa mujibu wa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato, tumejikita kuwaelimisha watoto katika mambo ya kiroho. Ziko ratiba mbalimbali, wanapata masomo yale ya lesoni katika mgawanyiko kulingana na vidato vyao na umri wao. Lakini pia tumekuwa tukidumu kuwa na majuma ya maombi mbalimbali ili kutengeneza ile spiritual growth. Na kwenye maombi tumesisitiza kwamba kila Jumatano viongozi wa shule wanakuwa na mfungo, wanakuwa na maombi ya siku nzima, lakini wanafunzi kama wanafunzi kulingana na ratiba za shule, mpango wetu ni kwamba kila robo watakuwa na mfungo wao kama wao wakiomba kwa ajili ya mambo yao binafsi. Lakini taasisi kama taasisi na kanisa kama kanisa bado limekuwa likisimama katika muhimili wa kusisitiza maombi na kuhudhuria ibada zote kama jinsi zilivyoelekezwa. Hakuna kitu chochote kinafanikiwa bila kuwa na maombi. Maombi yanaweza kubadilisha jambo lolote likawa kwa namna nyingine ambavyo kwa akili za kibinadamu hatuwezi kulitimiza, ila kupitia maombi Mungu anaingilia na kufungua njia na kufanya mambo yaende vile ambavyo sisi hatutarajii. Kwa maombi ni kiini cha mambo yote. Kwa ufupi, kama mkuu wa shule niseme ya kwamba ninamshukuru Mungu kwa wema mkubwa ambao ametutendea na anaendelea kututendea. Na hata hivyo sisiti kuambia wazazi ya kwamba tuleteni watoto wenu, na sisi tuko tayari kuwalea, kuwatunza na kuelekeza kuifuata njia ambayo inastahili. Tunategemea kuiondoa division 3 kwa vidato vya kidato cha 4 na kidato cha 6, ikawa historia ya division 3 ikawa haipo. Mungu aibariki Ikizu, Mungu atubariki wafanyakazi wa Ikizu. Ona kama ndege ilipaa. Na hapa ni katika uwanja wa kihistoria ambao mpaka sasa unatambulika katika mamlaka ya hali ya hewa nchini, kikiwa kama kiwanja huru kinachomilikiwa na Ikizu High School. Natamani kuwa rubani ili siku moja niweze kutua na ndege katika uwanja huu ambao wamishonari walitua na ndege ya kanisa langu la Adventista Tanzania. Sasa niende wapi kwingine ili nipate elimu iliyo bora? Jibu la chaguo ni moja tu, Ikizu High School. Kwa majina naitwa Nyanjige Lamek Mwanishi, ni mwazini wa shule ya Ikizu. Pende kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo anaipigania shule hii ya Ikizu, lakini pia nichukue nafasi nyingine kuwashukuru wazazi kwa kutuamini na kutuletea watoto katika shule hii ya Ikizu. Katika shule hii ya Ikizu tumeweka miundombinu mizuri kuwasaidia wazazi kuweza kulipa ada vile inavyotakiwa. Mzazi analipa ada kwa awamu 4 tu. Awamu ya kwanza inafanyika mwezi wa kwanza, lakini awamu ya pili mwezi wa 4, na mwezi wa 7 inafanyika awamu ya 3, na mwezi wa 9 tunaamini mzazi anakuwa amemaliza kulipa ada yake. Lakini katika makubaliano haya bado tunaweza kukaa chini na mzazi kuweza kumsaidia, kumwezesha namna ya kuweza kulipa ada hii kwa njia rahisi. Tunaweka mkataba na mzazi ya kwamba atalipa ada kwa jinsi ambavyo yeye anafanya kazi zake. Anaweza akalipa kwa kuleta mazao, lakini pia bado ana uwezo wa kulipa kwa njia ya fedha kwa vile ambavyo atakuwa amejiandikia na kuweka mkataba na shule. Kwa hiyo tunazidi kuwasisitiza wazazi mwalete watoto wenu katika shule hii ya Ikizu, maana ndipo mahali sahihi ambapo mtoto wako anaweza akapata elimu ya kidunia, lakini pia anaweza akapata elimu ya kiroho kwa ajili ya ufalme wake ujao. Mungu awabariki sana na karibuni Ikizu High School kwa malezi bora na elimu bora.